Moja kati ya madhara ya kuto kumtii Mungu, ya kuto kumfahamu Mungu na kuijua hekima ya Mungu ni kwamba utafanya mambo ambayo kwenye moyo wako na nafsi yako utajiaminisha na kujiona wewe ni mjanja sana, lakini mbele za Mungu anakuona wewe ni mpumbavu sana na mtu usiye na akili kabisa. Mtu anayefanya uzinzi, iwe mwanaume au mwanamke, hasa kutena kwa wanaume wengi, ujionaga wao ni wajanja sana, ujionaga wao ni malijali sana. Yaani leo akilala na mwanamke huyu, kesho na mwanamke huyu, anajiona yeye ndio mwanaume, yeye ndio kidume cha mbegu. Hiyo ni hekima inayoingiaga moyoni mwake. Lakini huyo mtu sasa mbele za Mungu wake aliyemuumba, Mungu anamtazamaje mzinzi? Biblia Takatifu inasema azinie na mwanamke hana akili kabisa, maana anafanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. So huyo mtu mzinzi ambaye moyo wake yeye anajiona ni mjanja, ni mwamba, ni kidume, wanawake kibao yanalala nao, mwanamke yote anayemtaka anaweza kulala naye, anajiona ni mwamba sana, lakini mbele za Mungu anasema huyo mtu hana akili kabisa, maana jambo hilo unalolifanya linaleta maangamizo ya nafsi yako. So jitathmini sana kwenye hayo maovu unayoyafanya. Machoni pako Biblia inasema iko njia ionekanayo njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kuna njia utaweza kuziona ni nzuri sana machoni pako mwenyewe, lakini mwisho wake zinakupeleka mautini, zinaenda kukuangamiza. So vizuri kuijua hekima ya Mungu na kutembea kwenye hekima ya Mungu, ili usijihesabie haki ya machoni pako ambayo mwisho wa siku itakuingiza kwenye mateso makali na maumivu makali na maangamizo makubwa sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Neno hili kufundishe usiwe mtu wa kujiamulia tu mambo ambayo yanakufurahisha machoni pako, bali ufanye maamuzi ambayo